Mheshimiwa, walisema wewe hutotoboa na ukawasikiliza. Walisema huko unapoelekea hutofika na ukawasikiliza. Walisema wewe huwezi hata siku moja na uliwasikiliza. Hiyo ni kuibia siri moja. Haya maneno yote yanayotoka au yanaongelewa kutoka nje yako mara nyingi sana yanakuwa ni maumivu makubwa mbeleni, kwa sababu yanaenda kuishi kwenye moyo wako. Sasa ni mara ngapi yanajirudia? Swala likija mara moja linaishi kwenye akili, lakini swala likija mara nyingi kwenye kichwa chako linashuka kupitia kwenye njia ya akili mpaka kwenye moyo. So zingatia sana hivi, kwa sababu ili iweze kushuka kwenye moyo wako lazima kifunguliwe milango, kuanzia kwenye mlango wa fahamu za kawaida, mlango wa akili yako, hadi kushuka kwenye mlango wa moyo wako. Sasa basi, unavyoviona nje kupitia senses zako, tuna sense ngapi wanadamu? 5. Macho, pua, mdomo, ngozi, masikio. Kwa hivyo hivi vitu vikiwa stimulated vizuri vinaruhusu akili kucapture hiyo memory, inaruhusu kucapture hiyo hisia. Ikicapture yenyewe inaweza ikakaa nayo idecide isiweke, itupe huko, au inaweza ikaamua kuishusha mpaka kwenye moyo. Sasa mara ngapi umekisikia hicho kitu? Mara nyingi mtu akisikia kitu kwa mara moja akimdhuru, kwa sababu kinakaa kwenye akili, kinaondoka. Akili ni ina conscious na subconscious. Sasa conscious maana yake uwe na uwezo wa kutambua mahali ulipo na namna gani unaweza escape your situation haraka haraka. Lakini subconscious ni baada ya kumeza sasa mara nyingi hizo information zinashuka taratibu kutoka kwenye akili hadi kwenye mlango wa moyo, zinakaa kwenye moyo. Na ndio maana ni ngumu sana kumbadilisha mtu. Mtu abadiliki kutokana na akili au vitu anavyovifikiria, anabadilika kutokana na vitu anavyoviamini kwenye moyo wake.